Jitu la mlima. Kulikuwa na kijiji kidogo kilichozungukwa na misitu minene na mlima mkubwa uliokuwa na mvuke wakati wote. Wazee wa kijiji waliamini mlima ule ulikuwa makazi ya kiumbe cha ajabu, jitu la mlima mwitu. Wazee walikuwa wakionya watoto wasikaribie mlima huo, kwa sababu jitu hilo halipendi kelele, mzaha wala dharau. Lakini kama ilivyo kawaida ya watoto, baadhi yao hawakujali maonyo hayo. Watoto wa kijiji walipenda kukusanyika kila jioni baada ya kazi ndogo za majumbani. Walicheza, walicheka na mara nyingi walikuwa wakibishana nani shujaa zaidi. Hatimaye walifikia makubaliano ya kufanya jambo la ushujaa. Kwenda usiku mmoja juu ya mlima, kuimba na kupiga makelele ili waonyeshe kwamba hawana hofu ya jitu. Siku ilipowadia, kundi la watoto 10 walipanda mlima. Walibeba viberiti na fumba za kuni, wakawasha moto, wakaimba kwa sauti kali huku wakipiga makofi na kucheka. Kelele zao zilitua mbali, zikagonga kuta za mwamba, zikavunja utulivu wa usiku. Ghafla, ardhi ilianza kutikisika taratibu. Moto wao ukapepesuka na upepo mkali ukaanza kuzunguka. Kutoka gizani, kivuli kikubwa kiliinuka, kikaziba mwezi na nyota. Macho mawili mekundu yalimetameta. Watoto wakatetemeka, wakajua kweli maonyo ya wazee hayakuwa mzaha. Jitu hilo lilizungumza kwa sauti iliyokuwa kama radi. Ninyi watoto wa kijiji, kwa nini mmekuja kuharibu usingizi wa mlima wangu? Kwa nini mmepuuza hekima ya wazee wenu? Leo mtajifunza kuwa utovu wa nidhamu una gharama. Kwa mkono wake mkubwa, jitu liliwavuta watoto wote 10 na kuwatupa ndani ya pango refu. Ndani ya pango palikuwa na mawe yenye kung'aa na sauti za ajabu. Milango ya pango ilifungwa kwa jiwe kubwa ambalo mtoto yeyote hangeweza kulisogeza. Watoto walilia, wengine walijaribu kupanda ukuta wa pango lakini walishindwa. Siku ya kwanza hawakupewa chakula, siku ya pili walipatiwa maji pekee. Walihisi njaa, baridi na hofu. Ndipo jitu likaja tena likasema, adhabu yenu si kufa, bali ni kujifunza. Hamtaachiwa huru mpaka kila mmoja wenu atakapojua maana ya heshima, mshikamano na utiifu. Hata michezo yenu lazima iwe ya manufaa, si ya kiburi. Ndani ya pango, watoto walilazimika kushirikiana. Mmoja alitafuta njia ya kukusanya matone ya maji yanayotiririka ukutani, mwingine alitunga nyimbo za kuwafariji wakiwa na hofu. Waligundua kwamba bila mshikamano na kushirikiana wangeharibika. Walijifunza kutii, kusikiliza na kuheshimiana. Baada ya siku 7, jitu likarejea. Macho yake mekundu yalikuwa sasa na mwanga wa upole. Likauliza, mmejifunza nini? Mtoto mmoja akasema kwa sauti ya unyonge, tumekosa heshima kwa wazazi wetu na kwa mila za kijiji. Tumekosa mshikamano, tulijisifu na dharau. Tumetambua kuwa nguvu ya kweli iko kwenye heshima na mshikano, si katika mzaha na kiburi. Jitu lilitabasamu kwa namna ya kutisha lakini yenye hekima. Likawafungua na kuwaongoza kushuka mlimani. Kabla ya kuondoka, likasema, kumbukeni, dunia inawasikiliza. Msipoiheshimu, dunia pia inaweza kuwafundisha kwa maumivu. Rudini kijijini mkawaambie wengine. Watoto waliporudi, wazee walijua kila kitu walichosema ni kweli kwa sababu walikuwa wamebadilika. Hawakuwa tena wenye kiburi. Walikuwa wanyenyekevu, walioshikamana na walisimulia hadithi ya jitu kwa vizazi vijavyo. Miaka mingi ilipita tangu watoto wa kijiji walipoadhibiwa na jitu. Sasa walikuwa watu wazima, wazee wenye hekima waliowafundisha watoto wao heshima na mshikamano.
Walikuwa wakisimulia hadithi hiyo kila jioni karibu na moto, wakionya, jitu bado lipo, msithubutu kulisahau. Lakini kama ilivyo desturi ya dunia, vizazi hubadilika. Vijana wapya wa kijiji hawakuona jitu kwa macho yao. Kwao, simulizi za wazazi wao zilionekana hadithi tu za kuwatisha watoto. Walicheka wakisema, jitu gani hilo? Mbona sisi hatujaliona? Hizi ni hila za watu wazima kutuzuia kucheza mbali. Wakaamua kuthibitisha kuwa jitu halipo. Siku moja ya kiangazi, vijana 7 walikusanyika. Walichukua ngoma na vinyago, wakapanda mlima kwa kishindo na makelele makubwa kuliko ya watoto wa zamani. Walicheza, wakaimba, na mmoja akapiga kelele, jitu, jitu, ikiwa kweli upo, toka utuonyeshe nguvu zako. Awali hakuna kilichotokea. Usiku ukawa mtulivu, mwezi ukang'aa na upepo ukawa laini. Vijana wakaanza kucheka wakidhani wameshinda. Lakini ghafla, mlima mzima ulianza kunguruma. Sehemu ya ardhi ikapasuka na mwanga wa moto ukatoka. Kutoka humo, jitu likaibuka tena, kubwa kuliko vizazi vilivyosimuliwa. Nywele zake zilikuwa kama miti, pumzi yake ikatupa upepo mkali uliopiga ngoma zao mbali. Sauti yake ikatingisha hewa. Enyi watoto wa kizazi kipya, hamkusikiliza simulizi za babu zenu. Hamkujua kuwa hekima ya zamani ni nguzo ya leo. Leo mtajifunza kwa njia ya uchungu zaidi. Jitu liliwakamata vijana na badala ya kuwapeleka pangoni, liliwapandisha juu kabisa ya kilele cha mlima. Pale hewa ilikuwa nyembamba, baridi kali, na upepo mkali uliweza kuwapuliza. Kwa siku 3, jitu liliwaacha hapo juu bila chakula, likiwatazama kutoka mbali. Vijana walilia, walitetemeka, na kwa mara ya kwanza walitamani wangesikiliza simulizi za wazee wao. Walipoona hatari ya kweli mbele ya macho yao, walikumbuka kwamba hekima si hadithi za kutisha, bali ni kinga ya maisha. Siku ya 4, jitu liliwarudisha chini ya mlima na likawaambia, kizazi kilichopita kilijifunza mshikamano. Lakini nyinyi mmefundishwa unyenyekevu. Tambueni kuwa hekima ya wazee haife. Ikiwa mtadharau tena, mlima huu hautawasamehe. Wakakimbia kurudi kijijini, wakatupa machozi hadharani mbele ya wazee. Wakasimulia kila kitu kilichowapata. Wazee walihuzunika, lakini pia walishukuru kuwa vijana walirudishwa wakiwa hai. Tangu siku hiyo, kijiji kikaweka sherehe ya kila mwaka inayoitwa Siku ya Mlima. Katika siku hiyo, kila mtoto na kijana husimuliwa upya hadithi ya jitu na hubeba zawadi ndogo, kama nafaka au maua, na kuiweka chini ya mti ulio mwanzoni mwa mlima, kama ishara ya heshima. Miaka mingi tena ikapita. Vijana wa wakati ule walikuwa sasa wazee waliotetemeka kwa fimbo. Walikuwa bado wanakumbuka baridi kali ya kilele cha mlima na pumzi ya jitu. Waliwaonya wajukuu wao mara kwa mara, msicheze na mlima, msisahau hadithi za mababu. Lakini kizazi kipya kilichozaliwa miaka hiyo hakikuona jitu, hakikuona adhabu, wala hakusikia sauti ya radi. Waliona kuwa sherehe za siku ya mlima zilikuwa mzigo tu. Walianza kukataa kuchukua zawadi, wakasema, hii ni upuuzi. Hii ni hila ya wazee kutufanya tuogope. Mlima huu ni wetu kama ardhi nyingine. Tutaenda pale juu tukajenge makazi yetu. Kundi kubwa la vijana zaidi ya 20 wakakusanyika. Wakachukua vyombo vya chuma, nyundo na mawe. Wakasema watajenga vibanda na kuishi juu ya mlima, ili kudhihirisha kuwa simulizi za jitu ni za uongo.
Walipopanda, walibomoa miti, wakakata mawe, wakawasha moto mkubwa mno. Kejeli zao zilisikika hata kijijini. Wazee walilia, lakini hawakuweza kuzuia kizazi kipya. Lakini ghafla, anga likafunikwa na mawingu meusi mazito. Radi ikagonga mara 3 na mlima mzima ukatikisika kama unataka kusambaratika. Kutoka katika upeo wa mawingu, jitu likaibuka, safari hii kubwa kuliko vizazi vyote vilivyosimuliwa, macho yake yakipiga radi na mwili wake ukichomoza kutoka ndani ya miamba. Sauti yake ikatingisha vilima na mabonde. Kizazi cha kwanza kilijifunza mshikamano, kizazi cha pili kilijifunza unyenyekevu. Lakini ninyi mmekuja na tamaa na kiburi. Ninyi hamtaki hekima, hamtaki heshima, bali mnataka kumiliki mlima wenyewe. Leo si adhabu ya kundi dogo tena, leo ni onyo kwa kijiji kizima. Jitu likapiga miguu yake ardhini mara 3. Mlima ukatoa moto na mawe yaliyoshuka kama mvua. Vijana wale waliokuwa wamepanda juu walikimbia kwa hofu, lakini moto wa miamba ulilazimisha wote washuke mbio hadi kijijini. Wakazi wote wa kijiji wakakimbia uwanjani. Jitu likashuka taratibu kutoka mlimani, likawa refu kuliko miti, macho yake yakiwa kama mawio mawili. Likanyosha mkono wake juu ya kijiji kizima na kusema, hekima si hadithi ya babu. Hekima ni mwanga unaoongoza vizazi. Msipoutunza, kizazi kizima kitapotea. Kuanzia leo, mtakuwa na jukumu la pamoja. Kila mwaka, watoto, vijana na wazee wote mtafika mlimani pamoja kwa unyenyekevu. Msipo, mlima huu utawageuka. Baada ya kusema hivyo, jitu likainua mikono yake juu ya anga, likapotea ndani ya mawingu, likiacha mvua kubwa ya baraka ikinyesha. Kuanzia siku hiyo, kijiji kizima kilianza sherehe mpya ya mshikamano. Si vijana pekee wala watoto, bali kila mtu, kutoka mtoto mdogo hadi mzee, alishiriki. Walileta vyakula, walicheza ngoma za heshima, na walitoa sala kwa ajili ya mshikamano wa kizazi hadi kizazi. Na kila walipoangalia mlima, walikumbuka fundisho la mwisho la jitu, kuwa hekima ya mababu si mzigo, bali ni mwanga wa kuokoa taifa lote. Ni funzo gani tunapata kutokana na hadithi hii? Kwanza, hekima ya wazee ni urithi wa thamani. Simulizi za mababu si hadithi za kutisha pekee, bali ni kinga na mwongozo wa maisha. Pili, utovu wa nidhamu huleta maumivu. Kiburi na dharau dhidi ya maonyo hupelekea mateso yasiyo ya lazima, na mwisho ni kwamba mshikamano huokoa jamii. Kizazi cha kwanza kilijifunza kwamba kushirikiana na kusaidiana ni silaha ya kukabiliana na matatizo. Mwisho, asante sana kwa kusikiliza. Angalia hadithi nyingine ambazo zinavutia huku kwenye channel yetu ya Swahili Shwari.